Mimi ni mwanaspoti, mimi ni mtembezi, mimi ni yule ambaye natembea kila sehemu kuhakikisha naandaa usalama mkubwa sana katika kuelekea katika soka letu la Tanzania, hususan katika ligi kuu NBC na ligi mbalimbali zinazoendelea. Mimi naitwa Sancho Jr. Ungana na mimi kuelekea kujua kila kitu ambacho kinatokea mtaani, namna gani watu wanapokea timu zao pendwa. Na sasa nipo katika moja ya matawi. Hili ni tawi la Simba ambalo linapatikana Gongo la Mboto Ulongoni. Mtaa ni kona kwa Mfipa. Tuko sawa? Hivi ngoja niongee na ninyi vizuri ili nipate kujifunza mengi sana, kwa sababu sio mimi tu, kuna wapo ambao sasa hivi wanatazama, si ndio? Wanataka kujua matawi kama haya kitu gani ambacho wanajenga kupitia vilabu ama timu zao wanazoziangalia. Sasa basi, wewe ni shabiki wa Simba, si ndio? Ni shabiki wa Mwananchi bro. Wewe ni Mwananchi. Wewe ni Mwananchi. Kwa sababu Simba wa Simba, kwa sababu sijavaa jezi hapa wananijua wote hao. Kiongozi, wewe ni shabiki wa timu gani? Mwananchi kama kawaida. Wewe Mwananchi. Bala, Mwananchi yani kindaki. Sasa hapa shabiki wa Simba ni nani? Mzee, wewe ndio shabiki wa Simba? Naam, tena kindaki kabisa. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ahmed Swalege Sani. Maarufu Gaddafi. Gaddafi. Yes. Sasa mzee wangu, kwa jinsi ninavyoona hapa, hili ni tawi la Simba, lakini yani watu wengi waliojaa hapa ni mashabiki wa Yanga. Sasa wewe, kwako wewe haikuletei ugumu aina yoyote kushabikia timu yako, au hawakushawishi kuelekea kushabikia Yanga? Kwanza mpira sio vita. Mpira ni starehe. Sawa? Sasa kama ni mpira starehe, mimi nagombanaje na Masudi? Asubuhi niko naye, mchana niko naye, jioni niko naye. Nagombana vipi na yule? Nagombana vipi na yule? Kwa sababu mimi ninachokiamini, tuzungumzie, kuna tukio fulani lilitokea wakati tunacheza finali. Si ndio? Kuna tukio katikati ya mchezo, mwana Yanga mmoja walimfukuza kwa nguvu. Sinaona vizuri? Na kuna kauli ikatoka kwamba kama haikuhusu basi usihudhurie. Je, nyinyi huku kwenye matawi hiyo kauli mliipokeaje? Kwa sababu mnaishi nao. Unajua kila binadamu ana akili zake. Na kila mtu ana fikra zake katika uso wake. Na kitendo cha kuwa uwanjani, yani maana yake akili yako pale huwa inabadilika. Kwa hiyo wale kufanya vile, kwa upande wao wameona ni sawa. Kwa upande wangu mimi haijakuwa sawa. Umeelewa? Hapo nimekuelewa. Sasa labda nirudi kwako wewe brother. Si ndio? Nadhani umemsikia mzee wetu alivyozungumza. Sasa je, wewe hapo ulipo, ukiachana na ushabiki, kuna mtu anashabikia mpira na kuna mtu anashabikia timu fulani. Wewe ulishawahi kuipenda hata robo timu ya Simba? Kwa namna ya wao wanavyocheza mpira, ni ishakushawishi hata siku moja? Ya, sijawahi. Haijai kunishawishi. Ni kwa sababu unashabikia Yanga ama ni shabiki wa mpira? Sio kwa sababu nashabikia Yanga. Yaani haijai kunishawishi namna inavyocheza, kwa sababu namna uchezaji wao sijawahi kuufurahia. Bwana, tuko na vitu vingi sana vya kuzungumza. Sasa turudi katika swala zima ambalo limenileta hapa. Swala zima limenileta hapa ili kuzungumzia fainali iliyochezwa kule kwa wenzetu Zanzibar, Amani Stadium. Si ndio? Ile mechi uliangalia vizuri kama wewe ni shabiki wa Yanga au kuiangalia? Nilitazama. Kwa kitu kilichofanywa na Simba, kuna sehemu yote ambao unawadai au unawalaumu? Kwanza walipofika finali hakuna anaowadai. Yaani kufika tu finali, achana na kuicheza. Yaani kitendo tu cha kufika finali hakuna anayewadai. Kwenda kulikosa kombe hayo ni matarajio ya kila mtu. Yalikuwa kwamba ilikuwa ni ngumu wao kulichukua hilo kombe, ila kwa sababu wamefanikiwa kufika finali hakuna wanachodaiwa. Sawa. Mzee wangu, kwa wewe pia, kwa ile mechi ilivyochezwa, wewe kuna sehemu yote ambayo unaidai timu yako ya Simba? Ya, mimi ipo sehemu ambayo naidai. Mimi nawadai viongozi. Kwa nini? Yes. Kwa sababu figisu zimeanza kabla ya pambano. Tumemaliza finali ya kwanza. Sisi hatujui finali ya marudiano tunacheza uwanja gani. Lakini wenzetu Bolzodadi wale nani wanajua Farabati si RS Berkane. Wao wanajua na hoteli wamechukua. Viongozi wa Simba walikuwa wapi? Wewe uwezi ukanusa hapa kuna kahujuma. Kwa nini uwanja unabadilishwa
basi na wao kushirikishwa. Haya, fanya jalia, wameshirikishwa. Sawa, hata kama umewashirikisha, ndio umewashirikisha, lakini figisu ambazo zilikopo kabla ya pambano Simba wameziona. Wao Simba walichokuwa wanapaswa, kwa sababu tushatengenezewa mazingira, kombe lazima wachukue wale. Mimi nilikuwa ninahisi Simba walipaswa kugoma kipindi cha pili, wasirudi uwanjani. Sasa hapa tunakuja pale ambapo kuna ile kauli kwamba hatuchezi ng'o. Mzee wangu amesema kwamba Simba tuangesusa kuingia uwanjani kipindi cha pili. Je, hii kauli ina maana inatupa sisi nafasi kuamini kwamba Simba ndio ilisema haichezi au ndio ilikataa kucheza kwenye dabi ya mtani na mwenzake, sio? Dabi hao ndugu zetu hapo ndio hatuchezi FC. Lakini kwa sasa tushakosa kombe. Ukiwauliza atakwambia tunacheza. Bwana, tunacheza tucheze. Nini? Tunacheza dabi. Dabi ya Simba inachezwa. Yaani msichoelewa ni kitu hichi. Dabi ya Simba na Yanga haiwezi kukuepeka. Ila Yanga wanachokigomea ni mchezo namba 184. Yaani hiyo dabi ya tarehe 15 walioipanga wao, kama itabadilika itakuwa namba 185 inachezwa. Ila kama itabaki kuwa namba 184, hiyo dabi sisi ilishapita. Yaani ukitaja dabi za Simba na Yanga zinatokea, wanatoka kukutana FA na ni CRDB Federation, si dabi ile. Utasema wachezi dabi? Haitakiwi useme wachezi dabi. Sema hivi, Yanga hawatocheza mchezo wa ligi kuu namba 184, ndo ulogomewa. Na so umegomewa wao, sisi tunaamini ule mchezo ulishapita. Sawa, dabi haijagomewa. Tumegomea mchezo namba 184. Mkariri hicho kitu. Hatujagomea dabi. Kama ule mchezo wa Juni 15 uliopangwa utabadilishwa kutoka 184 na ukaandikwa 185, tunakipiga. Sasa nimeona hapa kuna makofi mengi sana yamepigwa, lakini moja ya hilo naona sijui kuna hasira fulani ambayo imejitokeza. Brother, wewe ume doubt kuhusu makofi kupigwa. Wewe kitu gani ambacho kimekufanya ukadoubt kuhusu makofi kupigwa? Sasa unajua kuna vitu ambavyo sometimes mtu unaweza ukafikiria tu. Wewe unafurahia adabu kuto kuchezwa. Au unafurahia nini? Umemsikia leo alichoongea kwamba sio watu hawapendi kucheza dabi, wanapenda kucheza dabi, lakini dabi ya namba ngapi? Sawa, huyu kafuata kanuni. Sawa, kuna kanuni gani ya kumzuia Simba asiingie kufanya mazoezi kwenye uwanja? Wewe una kanuni gani kuto kucheza? Jibu kwanza hilo swali. Ndio nakuuliza wewe. Unaweza kuuliza. Ndio maana nimesema wewe una kanuni gani ya kuto kuingia kucheza? Si anafuata kanuni. Umetumia kanuni gani? Kanuni gani ambayo inamfanya, yani hao wameitumia kumzuia Simba asiingie kwenye mazoezi kucheza? Sawa, kama mnafuata kanuni. Tuna sawa. Ni kanuni, si ndio? Ni kanuni, mzee wangu. Wewe kuna kitu ambacho unaweza kuwashibisha vijana ama mzee mwenzako hapa kwa kile unachokielewa juu ya hiyo mechi ambayo imegomewa kucheza? Sana. Jina lako? Jina langu naitwa bana Adinani Ramadhani, maarufu bana Hakisimami. Kidindi. AKA Hakisimami. Kidindi. Kidogo hiyo sana kwa ngumu. Yaani Hakisimami AKA. Hakuna Kidindi. Huyu anaitwa Kidindi. Mimi ndo jina langu. Haya, sawa. Hebu tushibishe kwenye tushibishe hapa. Mwananchi. Ukianguka hapo za Kisimami Hakidindi. Kwanza mimi ni mwananchi. Kindaki kabisa. Sisi wanayanga tunasema hivi. Sawa. Hatukatai kucheza dabi namba 184. Tunachotaka tupewe sababu ya kuahirishwa ile dabi ni nini? Mpaka leo bodi ya ligi haijatoa taarifa kuahirishwa kwa ile dabi. Sababu yake ni nini? Kama kuna watu walifanya swala la vurugu wakamatwe. Kama kuna watu walifanya swala la nini la rushwa waonekane, tujue. Sawa, mpira ni mchezo wa wazi. Sawa. Mpaka leo hatujapewa hizo taarifa. Sawa, ndo Yanga wanachotaka wapewe taarifa sababu ya kuahirishwa ile dabi ni nini mpaka leo. Alafu hiyo haijatoka. Leo hii bodi ya ligi inapanga tarehe ya dabi. Sasa wewe si mfuatiliaji wa mpira na unaifuatilia timu yako, haujagundua kuna kitu chochote ambacho kilikuwepo ndani yake mpaka kikapelekea
kusema hii mechi hatuicheze, yani wewe kama ni shabiki wa Yanga kindakindaki, kuna undani gani ambao wewe unayosema unahisi kuna kitu 1 2 3 tofauti? Ni kwamba huyu hajaleta timu, sio kwa sababu hajaruhusiwa kucheza mazoezi, ama kuna changamoto nyingine yoyote? Hakuna changamoto yoyote. Yanga alikuwa tayari kucheza ile dabi, alikuwa tayari kabisa, na ndio maana kama ulifuatilia mpaka mwisho, Yanga alipeleka wachezaji uwanjani muda ule ambao ulikuwa unatakiwa. Sawa, baada ya kufika pale muda hakuna, ikabidi aondoke. Lakini cha ajabu, bodi ya ligi kwanza siku ile ya tarehe ilisema mpaka saa 1 anapigiwa CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, anaulizwa saa 1, anasema dabi ipo saa 4, watu waende uwanjani, hakuna shida, dabi ipo. Saa 7 inatoka taarifa kwamba dabi bana imeahirishwa, itapangiwa muda wake. Hiyo kweli ni sahihi? Hadi leo hiyo hata mashabiki tu wenyewe hawajapewa haki yao ya msingi kuombwa hata radhi na bodi ya ligi. Sawa mzee wangu, umesema kwamba dabi imefanyaje? Imeahirishwa kimkakati. Mkakati gani huo? Labda kama yenyewe ni wageni wa nchi hii. Kwamba sawa, kama ni wageni nchi na mfuatilie michezo, si mpaka toka 92 tunaangalia kina Lunyamila, kina Said Mwamba Kizota, kina Yusuf Macho Musa wanacheza. Sawa baba? Matukio mengi ya nchi yanahusishwa na mpira wa Simba na Yanga. Sawa. Nakukumbusha nyuma dabi ya saa 11 kutolewa kupeleka saa 1. Siku hiyo tukio la nchi ilikuwa kuna tukio gani nchi inafanyika? Sawa. Hakukuwa kuna zunduliwa kitabu cha hayati mwalimu nani hayati Ali Hassan Mwinyi. Sawa. Maana kuna tukio la nchi nzima ilikuwa pale. Kwa hiyo ndio maana ikaahirishwa ile dabi au? Ila sisi kuna mtu anaweza akawa anafikiria, kila mtu anathink anavyojua. Sawa? Maana yake ni nini? Kama tukio lile linaenda linachezwa na mpira unachezwa, maana ile tukio linakuwa ni dogo. Sawa? Sehemu kubwa ya Tanzania wanabebwa na hisia na Simba na Yanga. Sawa? Sasa mpira huu tunapepesa tu macho, TFF bodi ya ligi BMT, sawa? Wanaoongoza hivyo vilabu, waliochaguliwa kuongoza hizo taasisi za michezo hawana nguvu. Sawa, wale ni kama TV, control remote zao ziko kwenye nchi. Watu wanaoongoza wale na kuwatawala hawahusiani hata na mpira. Sasa hapo mimi niulize kidogo. Umezungumzia kwamba dabi iliyopita iliahirishwa, ukasema kwamba kuna kitabu kilikuwa kinazinduliwa, si ndio? Kwamba wengi wanahisi kwamba tukio la nchi ndio likasababisha dabi isichezwe, si ndio? Sasa je, kwenye dabi hii kuna kitu gani kilikuwa kinatokea mpaka dabi ikaahirishwa kuchezwa? Leo kumbusha kitu kimoja nzuri, kabla hii dabi haijachezwa tayari kuna fununu ilikuwa kwamba dabi haichezwi. Kwa watu wachache sana walikuwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kishapangwa. Yaani kama ni mtu ulikuwa unaenda na alama za nyakati, hata matangazo yale yalikuwa yanajionyesha dabi, ulikuwa unaanza kusinki. Kuna mtu mwingine anaweza kukutukana kwa kuchora mchoro tu, ila mpaka uwe muelewa. Sawa? Narudia tena, matukio ya nchi yetu yanahusishwa na dabi na Yanga. Hakuna yaani ukiacha tukio la nchi, matukio yote ya kinchi, ukiacha kitu chochote ambacho kinaweza likakufunika jambo lolote la kinchi, ni Simba na Yanga peke yake linaweza likaondoa watu katika sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Hii dabi imeahirishwa kimkakati na hii dabi itachezwa kimkakati, ila sio watu wote wanaweza wakaelewa. Sisi ambao tunajua tunasubiri hivi, tunaendelea kwenda na sababu gurudumu letu la michezo tumeshaamua liwe hivi, naenda hivyo. Sawa, tarehe ile ya tarehe ngapi la tarehe ile ilishwaga 11 kwenda saa 1. Kama nani alihusika, nani aliwajibika katika ile leo, katika ile ule mchezo? Hakuna yoyote aliohusika. Nani aliwajibika? Na hakuna aliwajibishwa. Katika juzi hapa kati ya Yanga, hii mechi ya juzi ambayo iliahirishwa pale uwanjani, nani anahusika na uwanja? Wenye uwanja na kina nani? Lakini mpaka sasa hivi wanasema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanashiriki katika swala zima la NBC kwenye swala zima la uwanja pale, wajiuzuru, si ndio? Wajiuzuru. Hadi kumtoa mbuzi kafara. Sawa? Lazima watu wale kafara tu. Yaani wewe si wewe, dabi itachezwa lakini inaondoka na mtu. Kwa sababu hata meneja wa uwanja ametolewa, mpeleko wapi? Yes, tupe siri sasa. Kidogo watu wanataka kujua kile ambacho unakijua wewe. Mkakati gani ulipangwa ili dabi isichezwe? Kidogo tu. Sisi mkakati wa kusema kwamba mchezo, kwa sababu kama hamna mkakati, sababu ya kuahirisha mechi ni nini? Gongelea msumari hapo kwamba kama hakuna mkakati, sababu ya kuahirishwa dabi isicheze
ni nini? Hilo swali utalileta kwangu mimi kupitia comment yako. Utadondosha comment afu tenda mjini, utanipa jibu la hilo swali, au sio? Niendelee. Naona mashabiki wengi sana ni wa Yanga. Jamani, nataka niongee na wa Simba. Jamani, wa Simba mbona tuwaoni? Au furaha nyinyi hamna? Bwana, labda tuje huko. Brother, umevaa t-shirt ya Simba, si ndio? Mimi naona wa Yanga wote wamekufunika hapa. Hebu niambie kitu gani wewe unaweza kukizungumza hawa na Yanga wote wakakuelewa? Kwanza msemaji wa tawi hapa. Huyo nitaongea naye. Cha kwanza yani dabi lazima ichezwe. Sawa, lazima ichezwe. Kwa nini mligoma mkasema mchezi? Au sio nyinyi mliosema mchezi? Sisi hatujagoma, ila Yanga wao ndio wamegoma. Kwa nyinyi mjagoma? Sisi hatujagoma. Ila nini Yanga waligoma? Waliotuogopa. Kwa issue ni kuogopa nyinyi. Sijui anafungwa nyingi. Hakuna lingine zaidi. Hakuna lingine. Sawa, unaitwa nani? Naitwa Kulwa. Kulwa. Sawa. Jamani, mwana Simba mwingine nataka nizungumze naye. Yupo hapa. Mzee wangu. Kama wajui Simba sitakuonyesha unamfuata. Hebu nionyeshe. Huyu hapa kwanza. Ngoja niongee naye. Kaka vipi? Safi, mambo safi kabisa. Kama kawaida. Wewe unaitwa nani? Naitwa Abubakar Mfinanga. Abubakar Mfinanga kwa jina la Ustazi Banda la Mpira. Banda la Mpira. Kona kwa Mfipa hapa. Sawa. Sasa wazee wamezungumza vitu vingi sana. Si ndio? Wamezungumza vitu vingi sana. Kuhusu dabi kuto kuchezwa ni jambo la mkakati. Sasa mimi na wewe tusizungumzie kwenye dabi kwa sababu umezungumzia sana. Mimi na wewe kwa sababu wewe ndio shabiki wa Simba kindakindaki. Tuzungumzie mechi iliyochezwa Zanzibar. New Amani Stadium. Ile mechi wewe kitu gani kilikusurprise kabla ya mechi na baada ya mechi? Ile mechi bwana, kiukweli ile mechi ilikuwa ni nzuri. Mechi nzuri kweli na tulikuwa tunaisubiri kwa hali na mali. Ila matokeo ndo yamekuja kutokea vile. Tumetoa sare ya 1-1, Berkane wamebeba ubingwa na sisi tumekuwa nafasi ya pili. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kuwa nafasi ya pili, kwa sababu hata wa Yanga wenyewe walikuwa wanatuongeleaga sana kwamba nyie bwana hamwezi chochote, hamfiki mbali chochote, nyie mnaitwa mwaka robo. Mwisho wa siku na sisi tumefika finali, basi waongee. Hawawezi tena kuongea chochote mpaka sasa hivi na wenyewe wamenyamaza kimya, tumewafunga mdomo. Kwa hiyo ndo tungelichukua kabisa, ndo wangebaki hoi. Na mwalimu Fadru, si ndio? Fadru, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport Club, si ndio? Alikusurprise vipi kuelekea katika ile game? Alifanya vizuri mpaka tukafikia hatua hii. Kwa hiyo na yeye pia tunampa support yake, amejitahidi kiukweli mpaka tumefika finali. Hajakushangaza kuanza na Mutale? Hapana. Wale wote ni wachezaji wetu wa Simba. Kwa hiyo yoyote atakayeanza, sisi ni mchezaji wetu. Hatuna shida yoyote. Sawa. Bwana, narudia tena, nipo Gongo la Mboto Ulongoni, kona kwa Mfipa. Ni moja kati ya vijiwe ambavyo vina mashabiki wengi sana. Hiki ni kijiwe cha kinachopatikana hapa kona kwa Mfipa, na hapo wote unaowaona ni mashabiki. Lakini cha ajabu sasa, kijiwe hiki kimetawaliwa sana na mashabiki wa Yanga. Sijajua wa Simba wapo wapi. Simba sio kama hawapo. Yanga wengi hawana kazi. Umeelewa? Ndio maana ukija masaa 24 hapa utawakuta. Simba wengi saizi wako kazini. Na ndio maana ulivyokuja nilikwambia hivi. Kwa nini tusifanye siku ya Jumapili? Ndio. Wenzetu wengi ndo wako ofu. Lakini siku za kazi utatukuta kama sisi watu wa kijiweni wenzao. Lakini 90% ya viongozi washabiki wengi wako kazini. Kwa hiyo sio kwamba hakuna mashabiki wa Simba. Wapo wengi sana. Lakini wana Yanga wengi hawana kazi za kufanya. Wapo nyumbani. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Yaani anachokisema huyu kwamba mashabiki wengi wa Yanga wana kazi, kwamba wa Simba wana kazi. Hapana, sio kweli. Sikia nikupe fakti. Hapa si tunajuana.
Yaani sisi umeona hii kona tunajuana kwa sura. Ila mashabiki wengi wa Simba ni watu ambao umeona hii mic yako? Wanaiogopa mno. Lakini mimi nakuambia fanya research moja. Si anadai huyu kwamba mashabiki wengi wa Simba wana kazi. Ondoka, njoo siku ambayo kama leo. Usije na mic yako. Wewe njoo tu kama unatembea. Hapa naweza nikakunyoshia mashabiki wa Simba ni wengi. Yule Simba, huyu Simba, yule Simba, yule Simba. Wote Simba. Shida ni nini? Nielewe kitu hichi. Wanaogopa hii mic yako. Hiyo moja. Cha pili, kwa nini huwajui? Hawajavaa jezi. Sijui unaelewa? Yaani ni waoga kuongea na mic. Cha pili, hawajavaa jezi ndio maana ngumu kuwaelewa. Ila sisi tunawajua. Wapo wengi wote hao unaona. Wote Simba. Lakini ukiwapelekea maiki hawawezi. Lakini tukija kwenye ubishi wa kupiga kelele, wote watapiga kelele. Kwa hiyo cha msingi hili tawi, sisi mpango wetu ni huu. Kama Yanga sisi mpango wetu ni huu. Tawi lao ila tunaliteka. Yaani tawi la kwao, sisi mashabiki wa Yanga tunaliteka ili tawi linakuwa letu sisi. Mzee wangu, umesikia kijana na mzee. Ngoja niongee na mzee. Jomba, nikumanisha sababu unakiona kile kizimba kile pale? Kipi? Kile pale pembeni. Unakiona kile? Kile kule. Kama kabula mchina. Umekiona kile? Kile kina mwaka. Kina mwaka pa kukaa wana bitu asili tu aje ukaa hapa mzee. Kile kina mwaka. Kama tunapata mchango tukusaidieni basi hata tupande hata mti pale. Tupande unaona huko kama ukataa hapo. Unataka tupande pale kwa magoma. Habitu asili aje ukaa hapa pa kukaa wana. Majirani hawa. Hawana pa kukaa. Sasa tupafanye unaweza kutupa ndugu zako. Kina mwaka kile pale. Kile pale kina mwaka. Ela ushakula, ushagawana ngumi zinalika hapa. Habitu aje ukaa hapa. Kile pale. Kina mwaka. Sawa. Wewe ndio nani? Mimi ndo Obati bwana. Ni shabiki wa Simba. Kindaki. Ndio hapa masaa 24 tupo. Umeamua kuastiri wana Yanga hapa kwenye tawi la Simba. Sawa bwana. Wamestiriwa au hajastiriwa? Hatumwastiri sana kwa sababu kama unaona kijiwe wao wenyewe hawapo na unaona kama ni wewe mwenyewe unaona hawapo. Wako kwa mshale wanaogopa mic hapo. Sawa. Kama unaona tunaongezeka hapa. Tupo hapa. Maana yake tunawastiri. Sawa. Tunawastiri. Sawa. Ngoja ni sasa tuingie katika kitu kitatufanya tujifunze zaidi, si ndio Swali la kizushi. Wewe ni shabiki na sisi sote ni mashabiki, si ndio? Swali la kizushi ni kwamba katika ligi nzima ya NBC Premier League ukitoa ushabiki, ni striker gani ambaye wewe utasema naenda na huyu ukijumlisha ligi yetu yote pia? Striker. Yaani striker hapa tunazungumzia namba 10, namba 9, namba 9. Sio? Mimi kwa striker wa ligi kuu nzima hapa naondoka na Clement Mzinze. Wewe ni Mzize. Sawa. Mzee wangu, swali nilouliza hapa linakuja na kwako. Wewe unaondoka na nani? Wewe ni Mkwala. Iko wazi hicho kitu. Dese. Mkwala. Mzee wa Anapotaja unakuja huko, yani tunakuja. vigezo hapa sio shule, vigezo nenda kapate shule. Mapenzi yangu mimi uweze ukanichagulia wewe. Sawa. Mimi nani si mtu? Hakuna binadamu. Sawa. Bwana, ngoja nisikilize na maoni kwa shabiki mwingine hapa, tuone mwenyewe ana kitu gani ambacho amekiandaa kwa ajili ya kuongea na mashabiki. Bwana, asante sana. Mambo vipi? Kama kawaida. Wewe unaitwa nani? Jona. Wewe unashabikia timu gani? Wewe mwananchi. Wewe ni mwananchi? Yeah. Ai, bwana kikijiwa wananchi wengi hapa. Yaani ina maana sisi wananchi hapa mtao hapa ndio kusema ndio jorongoni yao. Sisi hapa wana Yanga. Mimi kwenye swali lako, striker ambaye mimi nitaondoka naye kwenye ligi kuu nzima, Prince Mpumelelo Dube. Wewe unaondoka na Dube. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hadi sasa hivi Dube anaweza akakuofa vitu vitatu ambavyo manani wengine mafadi wengine au kuviofa ni vigumu sana. Sasa hivi Dube ana goli 13 na ana assist 8 ambavyo kwa masoeka wote kwenye ligi nzima hamna ambaye anamfikia.
Dube anaweza acooperate kama namba 10 na akakupa assist nzuri, si ndio hivyo? Bado hata kwenye kama winga anaoperate vizuri na namba 9, lakini ukichukua mafuadi kama akina Mkwala wale ni mafuadi wa kuunga wale. Wanaunga magoli lazima ukiwe kichwa ndo aunga funda. Tofauti na penalty Ateba apati goli. Hizo ndo sababu zako wewe. Lazima umesema uko tofauti. Wewe tofauti wako ni upi? Bwana, unapozungumza namba 9 as namba 9. Sawa Yaani unamzungumzia namba 9 ambaye ni striker. Binafsi mimi ni mwananchi na naondoka na Jonathan Soa. Naondoka na Soa as namba 9. Kwa sababu gani? Yes. Soa kwanza ule ni clinical namba 9. Sawa Haya tumzungumzie Waidi, atuzungumzie una timu yako imetimia unataka namba 9. Unampa Soa. Kwa sababu ana uwezo binafsi yani ile tunasema uwezo individual mchezaji peke yake. Anaye. Sawa amekuja nusu msimu. Sasa hivi hapa ana goli 11. Sawa Lakini ukiwa na timu yako timu imetimia, ukiwa na Jonathan Soa una namba 9. Kwa hiyo unaondoka na Soa. Naondoka na Soa. Na kwa sababu zako hizo ambazo umesema. Yani mimi sitaki kujua anaenda Waidi anaweza kuofaiki. Na wajua huyu ni namba 9. Kwenda Waidi kwenda pembeni ni uwezo wa mchezaji binafsi. Lakini sisi tumekusajili kama namba 9. Sawa, tumekusajili kama namba 9. Ukiweza kucheza pembeni, ukicheza kwenda Waidi, ukaenda left au right, hiyo ni uwezo wako binafsi. Ila mpira unapodondoka kwenye namba 10, kwenye namba 9, pale kwenye zone ya namba 9, tunataka tuone namba 9. Naondoka na Soa. Sawa, tunaondoka na Soa. Mwingine akasema anaondoka na Dese Mkwala, mwingine anaondoka na Mzize. Sijajua ni kwa sababu ya ushabiki ama ni nini, lakini huyu ni mwana Yanga kindaki amesema anaondoka na Soa. Kuna wengi sana wanafanya vizuri, tusizungumzie kwa sababu eti mimi ni timu fulani ama timu fulani. Nimeongea sana na washabiki wa Yanga kwa sababu wana Simba wengi wamejificha. Mimi ngoja nimalizane nao wana Simba kwa sababu ni faida ya kwao pia. Kesho nitakuja kuongea na nyinyi ambao mnanisikiliza. Jamani, nataka niongee na mwana Simba. Mzee wangu njoo. Mzee wangu njoo kwanza. Njoo tukae hapa mzee wangu. Kuna kitu kikubwa. Mzee nitaongea naye. Nitaongea na mzee, nitamalizana na kiongozi pale. Tumemaliza. Ngoja tutaipata. Bwana vipi? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Kihiri Moto Kambogo. Wewe ni shabiki wa Simba kindaki. Mimi ni mshabiki wa Simba kindaki. Ofa ambayo nakupa wewe sasa. Sikuulizi swali lolote, ila kikubwa nataka uzungumzie mchezo uliouona wa finali. Simba dhidi na RC Berkane. Sio naelewa vizuri Je, mwalimu Fadru alipaswa aende kwa mbinu gani ambayo wewe unaiona, au wewe kama ungevaa viatu vya mwalimu ile mechi ungeichezaje? Mimi kwa kweli kwanza nampa mwalimu maua yake. Mwalimu alijitahidi. Alipanga kikosi kwa uwezo na uweza yeye anaijua yeye. Kwa sababu mimi sina uwezo wa kuongoza kikosi. Yeye ndio ana uwezo wa kujua kwamba mazoezini ni nani ambaye kafanya vizuri na nani ambaye kafanya vibaya. Na nani ambaye nikimpanga anakaa na nani ambaye nikimpanga hakai kwenye movie. Kwa hiyo siku hiyo mimi kwa kweli nilifurahi. Walinichezea mpira wakanifurahisha. Mutale alikuwa na mechi 3-4 nyuma ndo kidogo alikuwa anafanya vizuri. Lakini toka alipofika mashabiki wengi wa Simba walikuwa hawamuelewi anachokifanya. Wewe hapo ulikuwa unamuelewa Mutale au ulikuwa miongoni mwa wale mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanasema huyu aondoke? Mutale anafanya vizuri, tusema kwa sababu inatokana na siku ambayo umeamka mwili ukoje. Kwa hiyo sio kila siku ukiamka mwili uko sawa. Kuna siku nyingine mwili unakataa. Kwa hiyo tuamini kwamba Mutale alikuwa yuko vizuri toka muda mrefu sana. Na vipi mashabiki walikuwa wanazungumzia kwamba hafai kwa sababu ya mchezo anaocheza, akipata nafasi anacheza vibaya. Wewe kwa nini unasema alikuwa anafanya vizuri? Mutale mimi naona yuko vizuri tu, kwa sababu siwezi kusema yuko vibaya, kwani siku akifanikiwa mbona mimi na wasanii ni mzuri, siku akikosea ndio ni mponde? Haiwezekani. Yeye yuko vizuri kaamkaje? Kwa sababu ukiangalia kama Ateba
Ateba anakosa nafasi nyingi sana, ila kocha anampenda. Kocha anampenda, yeye mwenyewe anajua kwamba nampenda kwa sababu gani. Pengine kimapenzi anasukuma timu, anaenda kwa nguvu, anakimbia, wewe huwezi kujua. Lakini sisi mashabiki, Ateba akipanga tunaanza kulalamika. Kwa nini Ateba anaanza? Kwa nini Ateba anaanza? Unaona? Si unaona kama juzi Mohamed alivyofanywa hesabu tayari kule kukao wazi. Wakawa watu wanapita tu. Kagoma alivyopewa wenye nyekundu ndio kabisa biashara ikawa imeishia hapo. Sawa. Tumezungumzia hapo kwenye Kagoma, kidogo tuweke nukta kwa sababu tunajua nyekundu, hatusitaki kujua ilikuwa imefanya nini. Ngoja nimalizane na mzee wangu pale na yeye anipe 1 2 3 alafu tumalize jambo letu. Mzee wangu, hii ni kijiti kwako pia. Wewe ni shabiki wa timu gani? Simba. Wewe ni Simba. Simba kabisa. Hebu niambie, Awa ni mchezaji ambaye anasifika sana, lakini mchezaji ambaye anaonekana ndio mmoja wa watu ambao wana delay inafanya timu isicheze kwa spidi. Wewe unazungumziaje kuhusu hilo? Lipo katika mitazamo ya watu binafsi, lakini ni sehemu yake ya mchezo na ni sehemu yake ya kazi yake anayoifanya. Sasa kukubaliana na mfumo wake yeye ni mtazamo wako, lakini vingi tunavyocheza na maendeleo tunazidi kuyaona kupitia hiyo hali hiyo ambayo anayo. Kwa sababu tulivyochukua timu mwaka huu, watu wengi wanasema kama tuna kikosi kidogo tumekiingia, lakini kikosi ambacho kimefika finali na kupitia wachezaji wao ambao kama wajilei, kama wafanye kazi, lakini wamefika kwenye lengo sahihi. Huo ndio uzuri wa mchezaji yoyote. Usiangalie ile furaha yako kwa ile ambayo ikufurahishe wewe, ile tusaidii. Sababu ili timu ikamilike ni muunganiko wa watu wote. Ukifanya kitu kiwe kimoja. Sasa kiyo umchague mmoja hapa, una kitu unakitengeneza ambacho sio sahihi. Pale tunaenda katika dirisha la usajili, kuna wengine wanauzwa na wengine wanabaki. Wewe unatamani nani aondoke katika timu yako ama na nani aingie? Kwa hilo kidogo nitakuwa niko nje kidogo. Kwa sababu ni maamuzi ya uongozi na mfumo, kwa sababu mfumo wa mpira wa Tanzania wanemtaka kiongozi ndio wanemchukua wao. Na sio mtaka wao ndio wanamtoa. Naweza nikampenda mimi lakini kawa tofauti mfumo yao. Sawa. Mzee amesema kwamba huo ni mfumo wa timu wenyewe ndio utafanyaje, utachagua. Sasa tunaenda kumalizia na nimeongea na mashabiki wengi sana wa Simba na bado nitaongea na wengi sana. Comment yako idondoshe, mimi nitakufuata popote pale ulipo ili niweze kuzungumza na wewe. Nitakupa nafasi, kama utaweza kuchambua vizuri sana utapata nafasi kubwa mno. Nimalizane na brother hapa, yeye ndo akiwa ni mwenyekiti ni mwenyekiti wa tawi, ni mlezi wa tawi. Ana maswali mengi sana ya kunini. Ngoja niongee. Sasa tukaongee tukae pale. Ni mlezi wa tawi. Sawa. Hebu tumpe nafasi yeye azungumze. Vipi kaka? Poa, inakuaje? Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Miwa Jeyala, ndio mwenyekiti wa ulisi wa hili tawi. Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri na wadau wenzangu. Mambo yanaenda kama unavyoona. Swali langu la kwanza. Nimesikia mengi sana kuhusu baadhi ya Simba na Yanga. Wewe kama mwenyekiti sasa, kwa nini tawi hili linaongozwa kuna mashabiki wengi sana wa Yanga? Hili tawi tunavyoishi ndio tunavyokaa hapa jinsi unavyotuona, kwa sababu hao ndugu zetu sisi ndio tulikuwa kwanza kutengeneza muundo wa tawi huko Ulongoni. Lakini baada tuseme hizi biashara zinaenda kwa vizazi, mambo ya tawi yanaenda kwa vizazi. Kuna kizazi kilitengeneza tawi la kwanza likaja likavunjika. Kwa hiyo katika vile vizazi kuna mmoja akajitokeza ndo akaja akatengeneza hili tawi na mimi ndo naliendeleza. Kwa hiyo hao ndugu zetu nao walikuwa na hizo process. Lakini kilichowakosi wao ndugu zetu ujanja mwingi katika maendeleo yao. Mwisho wa siku wanakuwa na lengo, lakini baadhi ya kundi lao kuna wengine wanafika shortcut, na mwisho wa siku wanavunjana mioyo, ndo kama unavyoona wanakuja hapa, unakaa nao. Ndio hivi. Sawa. Sasa kila tawi lina faida. Ndio. Si ndio? Ndio. Maandalizi yenu hii ya kutengeneza hili tawi, faida yake ilikuwa ni ipi kwa timu na kwa nyinyi mashabiki? Sisi faida hili tawi kwanza tupo katika process kwa sababu bado halijakamilika.
na kama unavyoona hali yake sio nzuri sana, ila bado tunaendelea kujitafuta kutokana na mifuko yetu jinsi ilivyo. Lakini Mungu akipenda, kama tutafanikisha jambo, tutafanikiwa mbele kwa mbele. Sawa. Finali umeiangalia vizuri sana. Finali ndio nimeangalia vizuri sana. Kuna lolote la kuizungumzia ile finali, kama kuna kasoro ama kuna faida yote umeiona wewe na maendeleo yetu sisi mbele baada ya hapo ni yapi? Finali nimeiona, tena finali ilikuwa nzuri, lakini kuna mistake zile za soka ambazo zinaeleweka kama utakuwa mtu wa soka. Ndio watu wanataka kujua sasa mistake gani ama mistake hata ambayo ilofabisha mpaka finali kwetu sisi watu wa Simba ikatuumiza ni kadi nyekundu ya referee basi. Unahisi kwamba ile kadi nyekundu haikuwa ya kihalali? Kadi nyekundu ilikuwa ya halali kwa sababu wale wenzetu ni wajanja na unapojua Waarabu wenzetu katika masuala ya mpira wameshaendelea. Wanajua kusoma tekniki za mpinzani jinsi anavyokuja. Umeona ile kadi nyekundu ilikuwa ya halali kwa sababu jamaa yule baada ya Yusuf Kagoma kucheza ule mwili wa nani kapata ile kadi. Ni kadi nyekundu halali kabisa, haina shida. Kuna offside ilitokea baada ya Dese kupiga kichwa. Je, kwa upande wako wewe ni offside ya halali au kuna namna? Ile pia ni offside clear kabisa. Au ni technique za ni offside kabisa, aliotea kabisa. Hata kama wewe utakuwa sio mtu wa mpira lakini ile ni offside kabisa. Kama imamu. Alikaa mbele peke yake kama imamu. Huyu ndo mwenyekiti. Sawa. Sawa. Sehemu yoyote inahitajika wewe na kiongozi mradi mambo yaende sawa. Mimi naitwa Sancho JR. Hii ni Sport Point. Karibu katika Sancho TZ, Sancho Film. Hii itakuletea wewe kwa sehemu yoyote ile utakaponiona, basi nitaungana na wewe kuzungumza kama shabiki kindakindaki. Wewe ambaye ni shabiki wa kweli, basi ungana na mimi ili kuelekea katika mafanikio ya timu yako ama klabu yako pendo. Asante sana. Mimi ni Sancho JR. Hii ni Sport Point. Kameramani wangu anaitwa Robi, mshika kamera anawasha sana unyama. Bwana, salute kwako mwamba. Ungana na mimi, nitakutumia popote pale unapohitaji, basi na mimi nitumie ninapokuhitaji. Asante jamani.